yao. Idhini tunayo. Askofu wa kanisa la Anglikana Dayosisi ya Nandi Paul Korir na mwenzake wa Nambale kaunti ya Busia Robert Magina wamewataka magavana katika kaunti zote 47 kwa ushirikiano mkubwa sana na kiongozi wa taifa Rais Muigai Kenyatta kusitisha mgomo wa madaktari unaoshuhudiwa. Wakizungumza mjini Busia wanasema ni jambo la kusikitisha kuona viongozi wakipuuza kilio cha madaktari, ili hali wagonjwa wanaendelea kuumia kutokana na makali ya magonjwa na hata wengine kupoteza maisha yao. Mwandishi wetu Robert Malala ana mengi kwenye taarifa hiyo. Akizungumza katika dayosisi ya Nambale kaunti ya Busia kwenye hafla ya kutawaza mapadri wapya, Askofu Dr. Magina amemtaka Rais Uhuru Kenyatta kuingilia kati na kutatua malalamisho ya wahudumu wa afya ili kumaliza mgomo na kurudi kazini kuokoa maisha wa Kenya wanaotaabika kwa sasa. Na kiongozi mzuri anafanya mambo akiangalia wale ambao anahudumia. Kwa mgomo wa madaktari na wafanyakazi wa idara ya afya, mtu ambaye anaumia wa kwanza na tena anaumia vibaya ni Mkenya wa kawaida. Mtu wa kwanza anayetakiwa asaidie huo mgomo uishe ni viongozi wa serikali ya Kenya. Mtu wa pili ni wafanyakazi wa afya. Wafanyakazi wa afya wanajua vizuri ya kwamba huduma kwa watu sio kazi, ni mwito. Serikali iangalie wahudumu na inese. Mgomo huu unaleta hii nchi ya Kenya iende kwa magoti. Kauli hiyo imeungwa mkono na askofu wa Dayosisi ya Kapsabet kaunti ya Nandi Paul Korir, ambaye amekariri kwa hali inayoshuhudiwa nchini kwa sasa ni kutokana na viongozi walio serikalini kupuuza maslahi ya Mkenya wa kawaida na kuweka kipaumbele mikakati ya kujinufaisha. Swali tu ambalo kila wakati nikiamka ninajiuliza, ninasema kwa nini ma-MCS hawaendi strike? Kwa nini members of parliament hawaendi strike? Tukipata jawabu hiyo, tutapata jawabu ya madaktari. Na ni kana kwamba serikali hii lugha ambayo wanaelewa sana ni lugha ya strike. Na ikifika mahali ambapo unaona madaktari wana down their tools, unaona ya kwamba wamefika mahali kwa kweli imeshindikana. Na tunataka kuomba serikali kabisa, hasa rais, aingilie kati, kwa sababu watu wanateseka na wanaumia maradufu. COVID-19 ndio hii, matatizo yako pale, na ni vyema sana kama tungewaangalia madaktari wetu kwa moyo wa huruma na kuangalia na kuwasikiza. Haitakikani kabisa ifike mahali watu wanaenda kwa mkomo ndio wasikizwe. Na kwa hivyo hiyo ndio ombi letu, ya kwamba serikali iwe serikali ambayo inasikia the pain and the suffering ya watu wake. Aidha, wawili hao wameelezea kuwa ni kinaa kikubwa kwa serikali kusema kuwa kwa sasa hamna pesa za kuwalipa wahudumu wa afya, ili hali fedha nyingi zinaelekezwa katika juhudi za kupitisha mchakato wa BBI. Tunasikia serikali inatuambia hakuna pesa, tunasikia watu wanatuambia tena tunatarajia ushuru upandishwe hapo mbeleni, na tunasikia tunaambiwa ya kwamba nayo kuna pesa ya BBI. Hii ni conflict. Haisemi lugha ambayo inafanana. Huku hakuna pesa na huku kuna pesa ya kufanya vitu vingine. Hiyo tunasema serikali iangalie wa Kenya kwanza. Kumaanisha ya kwamba bridges ni madaraja. Sasa if they are true to what they are saying, wapi daraja ya kwenda kwa madaktari? Wapi daraja ya kwenda kwa mashule? Wapi daraja ya kwenda kwa raia ya kawaida? So wamekuwa tu na daraja moja ya siasa at the expense of other bridges. So tunataka kusema ya kwamba the government is there to seek for the welfare of the citizens. Lakini mara nyingi sana unaona another daraja inakuwa elevated kuliko madaraja mengine. For us kama kanisa tunasema let the darajas kuwe kwa level vile. Maana ni daraja moja tu. Siasa asubuhi, siasa saa 6, siasa jioni, siasa usiku wa manane. Sisi kama kanisa tunasema we are watching and we want the citizens of this country wawe handled with dignity and respect. Matamshi ya wawili hao yanajiri wakati Rais Uhuru Kenyatta pamoja na kinara ODM Raila Odinga wanazidi kuweka juhudi za kuhakikisha kwa Kenya wanashiriki kwenye kura ya maoni ili kupitisha mchakato wa BBI, huku wauguzi kote nchini wakigoma kwa kutaka serikali kuangazia masaibu yao. Robert Malala, Nyota TV, kaunti ya Busia. Naam.
Asante sana mwanahabari wetu Robert Malala kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, inaelekea kwa sala linalofungamana na siasa eneo bunge la